Some grammar today. He is. Yeye ni. Yeye ni mvulana. He is a boy. Present tense. Alikuwa. He was. Alikuwa mvulana. He was a boy. Past tense. Atakuwa. He will be. Atakuwa mvulana. He will be a boy. Future tense. Amekuwa. He has been. Amekuwa mvulana. He has been a boy. Present perfect. Angekuwa. He would be. Angekuwa mvulana. He would be a boy. Conditional tense. Translate. Amekuwa na kiburi siku hizi. Write your answer in the comment section. Usisahau kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili YouTube Swahili with Mariana. Asante, kwa heri, tunani tena baadaye. How to say which in Swahili. In the Kivi noun class is ambacho in singular, ambavyo in plural. Easy noun class, ambayo in singular, ambazo in plural. Lia noun class, ambalo in singular, ambayo in plural. Homework. Translate. Mtu ambaye anaendesha gari ni nani? Write your answer in the comment section. Usisahau kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana, YouTube. Asante, kwa heri. Tuonane tena baadaye. How do you say to fall asleep? Kulala usingizi. Mimi ninalala usingizi. How do you say to sleep in? Kulala sana. Mimi ninalala sana. How do you say to sleep through? Kulala wakati wote wa. This one is only showing that there's something that is going on while you're sleeping. You're sleeping through. Kulala wakati wote wa. Mimi ninalala wakati wote wa ibada. And how do you say continue sleeping? Endelea kulala. Mimi ninaendelea kulala. And how do you say oversleep? Kulala kupita kiasi. Mimi ninalala kupita kiasi. How many have you gotten out of 5? Write your answer in the comment section. Asante, kwa heri, tuonane tena baadaye. Mnyambuliko wa vitenzi tendesha. Causative verb sh. Rudi, rudisha. Return. Cheka, chekesha. Make laugh. Kula, lisha, make feed. Penda, pendeza. Make lovely or look lovely. Oga, ogesha. Make bathe or bathe someone. Umia, umiza. Make hurt or get hurt. Ka, kalisha. Make stay or stay with someone. Make someone stay. Lia, liza. Make cry. Make someone cry. Chemka, chemsha. Make boil or boil something. Fanya kazi, fanyisha kazi. Make work. Make someone work. Fanyisha mtu kazi. Fundisha, teach, but is already in the causative form. Homework. Put this word in the causative form. Lazima. Force someone to do something or make force. Usisahau kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili hapa YouTube Swahili with Mariana au Instagram Swahili with Mariana. Asante, kwa heri, tuonane tena baadaye. 15 common verbs of movement in Swahili. Kimbia, run. Tembea, walk. Ruka, jump. Enda, go. Rudi, return. Wasili, arrive. Fika, arrive. Panda, ascend. Teremka, descend. Ingia, enter. Ondoka, leave. Simama, stand. Keti, sit. Pita, pass. Fuata, follow. How do you say? Rudia kwa Kiswahili. Usisahau kupenda masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana YouTube. How to say if only
in Swahili. The structure of the sentence uses the word laiti followed by the conditional nge and ngali, both in positive and negative. Laiti ningekuwa mwigizaji, ningeigiza katika vipindi vya dunia. Look at the rules. Laiti followed by conditional nge. Another example. Laiti nisingekuwa mwalimu, nisingekutana na watu wengi sana duniani. The sentence structure bears the word laiti followed by the conditional tenses nge and gali, and also their positives and negatives. Homework. Translate. Laiti ningejua. Andika jibu lako katika sehemu ya maoni. Sawa kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana. Asante. Kwaheri. Tuonane tena baadaye. How to say you're funny in Swahili. Wewe ni mcheshi. Unanichekesha. You're making me laugh. Unamzaha wewe. You have jokes. Fata, penda, masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana. Asante, kwaheri. Tuonane tena baadaye. Kitenzi kuenda. The verb to go. Mimi ninaenda. Wewe unaenda. Yeye anaenda. Sisi tunaenda. Nyinyi mnaenda. Wao wanaenda. But where are they going to? They are going to school. Mimi ninaenda shuleni. Wewe unaenda shuleni. Sisi tunaenda shuleni. Nyinyi mnaenda shuleni. Wao wanaenda shuleni. Ni kawaida vitu hivi kutokea, lakini katika mitandao ya kijamii vinawapa watu pressure sana. Si dharura na si ngumu. Kutumia simu mpaka iharibike ni kawaida. Kuendesha gari moja ndani ya miaka 10 ni kawaida. Kurudia nguo au mavazi ni kawaida. Kubeba chakula cha mchana kazini ni kawaida. Kutumia tena vifurushi au mabegi baada ya kufanya manunuzi katika maduka makuu ni kawaida. Ni vitu gani ambavyo vinawapa watu pressure sana katika mitandao ya kijamii? Yaani wanafanya vitu kwa dharura. Fata masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana. Asante, kwaheri. Tuonane tena baadaye. How to wish someone all the best in Swahili. Ninakutakia kila la kheri. I wish you all the best. Ninakutakia mafanikio mema. I wish you good success. Ufanikiwe katika kazi zako. Be blessed in your work. Ninakutakia baraka tele. I wish you many blessings. Ushinde katika hatua zako. Win in your steps. Homework. How do you say I wish you all the best in your exams? Usisahau kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana YouTube. Asante, kwaheri. Tuonane tena baadaye. Ndio. Umefanya vizuri kuwekeza katika biashara ya uchukuzi. Unaelewa? Umefanya vizuri kuwekeza. Ndio. Kuwekeza, to invest. Umefanya vizuri kuwekeza katika biashara ya uchukuzi. You've done well to invest in the transport industry, the transport business. Biashara ya uchukuzi. Ndio, transport business. Ndio. Uchukuzi. Ndio, uchukuzi. Kwa sababu ya neno chukua. Unachukua watu, unachukua mizigo. Unachukua watu, unachukua mizigo, unatoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Hivi, unafanya biashara ya uchukuzi. Kwa hiyo, mtu ambaye anafanya katika sehemu ya biashara ya uchukuzi au sekta ya uchukuzi, anazungumzia kuhusu mabasi, malori. How to give commands in Swahili. First of all, verbs exist in the coup of the infinitive. For example, kuongeza, kucheza, kuita. All verbs have coup of the infinitive. So once you drop the coup of the infinitive, you will have ongeza, ita, beba. So if I'm giving you a command, I'll say, beba huo mzigo. Ita Mariana. Ongoza darasa la leo. If I was to give a command to more than one person, I'll add E-N-I. Then this will be ongezeni, bebeni, ongozeni, iteni. Then how do you give polite commands? First of all, you change the verb into subjunctive. Secondly, you add the subject prefix. For example,
uongoze darasa la leo. In plural, this will be muongoze madarasa ya leo. I hope you've been following and you've understood. Now, homework. How do you wish someone all the best in his exam? Write your answer in the comment section. Sawa kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili, Swahili with Mariana. Asante, kwaheri. Tuonane tena baadaye.